Mungu atakuona ni mwaminifu sio pale ambapo una kikubwa, hapana. Mungu atakuona ni mwaminifu pale ambapo unaanza kukimanage kitu kidogo. Unapoonyesha namna unavyotumia kitu kidogo, hiyo ni picha tosha unamuonyesha Mungu ya kwamba huyo mtu kama nikimpa kitu kidogo, nimeshapata picha ndani yake, nikimpa kitu kikubwa ataniangusha au hatoniangusha. Kwa hiyo usidharau, iwe ni hela ndogo unaipata, iwe ni hela kidogo unakipata. Hiyo hela Mungu anaweza akaitumia akakuinua ukaenda level nyingine ya maisha. Au kuna nafasi ambayo Mungu amekupatia, usidharau nafasi ambayo Mungu amekupatia. Inaweza kuwa unaiona ni ndogo, lakini nafasi hiyo hiyo Mungu anakutrain, anakupima moyo wako ukoje pale ambapo anakupa vinafasi vidogo vidogo. Kwa hiyo Mungu kabla ya kupeleka kwenye nafasi kubwa, kwanza atakuanzisha katika nafasi ndogo ndogo. Na ndio maana Daudi hakuwa mfalme ghafla. Kwanza alienda kwanza porini, akaenda akachunga, alivyochunga akaenda akamua Goliati, akaenda akawa mfalme. Kwa hiyo life ni process, na kila process huwa na uhakika Mungu ana tabia ya kutufuatilia. Madam sisi ni watoto wake, Mungu akikupa hela anaifuatilia. Mungu akikupa nafasi fulani, huwa na uhakika anaifuatilia. Kwa nini? Kwa sababu anajua kwenye nafasi hii akishakufanyia analysis, amepata picha ya kugundua ya kwamba akikupa nafasi kubwa au akikupa hela nyingi, wewe moyo wako utakuwaje, roho yako itakuwaje, mambo yako, maamuzi yako yatakuwaje, pale ambapo utakuinua utakuwaje mbele zake. Haleluya. Kwa hiyo Mungu kazi yake anakutrain. Kwa hiyo usidharau, usipuuze eneo lolote ambalo Mungu amekuweka. Please usilipuuze. Kwa sababu gani? Maeneo hayo ambayo Mungu amekuweka atafanya kama mtaji kukupeleka kwenye eneo kubwa zaidi la maisha.